yanauma vibaya, yanachoma vibaya. Haya mapenzi yanachanganya, wengine matamu, wengine machungu. Haya mapenzi yanachanganya. Choma moyoni, maumivu, maumivu, maumivu yanachoma kwa ndani. Unajua mimi sina amani kabisa na unachokifanya. Sasa mama, unaposema hivyo unamaanisha nini? Yaani ujui waweza hifadhi mtu na ikawa balaa kwako. Tambua kwamba huyu pia ni binadamu na anahitaji usaidizi pia kama watu wengine. Sijakataa, namuona na miguu miwili na mikono miwili na macho yake. Najua huyu binadamu, lakini sio rangi yetu. Sasa unamaanisha kwamba tatizo ni rangi au unamaanisha nini? Huyu atakula sima na kata shingo kama unavyokula wewe. Si umeniongezea mzigo juu ya mzigo mwingine. Lakini mama, kwa nini unakuwa mgumu kuelewa? Sio mgumu, maisha uyajui. Sasa hivi ambao muuaji akitufilia kwa sasa wampeleka wajua kwa mpigwa, ampewa sumu, amfanyia, yani wewe uko ndo ukota na ule. Achifa unavika. Mimi nataka nikuahidi kitu kimoja mama wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Wewe muache kwanza apumzike, pale atakapozinduka tu. Basi nakuahidi kwamba atarudi zake kwao. Mzima lakini. Ndio yuko sawa. Ndio. Muza baadaye. Yeye yuko sawa mama. Amejipumzisha sasa hivi. Yanauma vibaya, yanachoma vibaya. Haya mapenzi yanachanganya, wengine matamu, wengine machungu. Haya mapenzi yanachanganya. Halo? Halo, shikamoo baba. Marhaba. Nasemaje? Ni kuhusu yale maneno unaniambia tukiwa mchana hapa pamoja. Mi baba, mambo hayo yatanishinda, maana ndoa yangu ni kama itaharibika. Alafu ninavyompenda mke wangu na hili jambo nililomfanyia leo sipendelei baba. Naona ni kama tutainua. Wait. Hiyo baba. Please and please. There is no any other option. Nimeshasema. Mimi naitwa Mtiifu. Kama unavyoona hapa ndo nyumbani kwetu. Kwa hiyo hii ndo hali halisi ya maisha yetu. Hivi wewe unatokea wapi? Na pengine unaitwa nani? Subiri basi nikakuletee maji. Choma moyoni,
yanachoma kwa ndani. Ruki, kwa nini kila unaponiona unakuwa na hasira kiasi? Lakini Sefu, mbona wewe ni msumbufu? Okay, najua kwamba unanichukia, una hasira na mimi, lakini kiukweli ni kwamba mimi mwenzako nakuhitaji, nakupenda. Alafu isitoshe hapa kijijini wewe ndio binti pekee ambaye umeumbika sura, umeumbika umbo, umekasoro kitu kimoja tu. Kitu gani? Unipenda mimi. Mkupenda yangu kupeleke wapi? Kwa ufupi wao nao. Kitambi hicho, chujulikani mio wala kitu gani? Nakupeleka wapi Sefu mimi? Hivi ni nani alikwambia kwamba mapenzi yanaangalia sijui mtu kaumbwaje, sijui kitambi? Mapenzi yanatoka moyoni. Roxy, mimi nakupenda. Najua kile ambacho kinakusumbua wewe ni utiifu, si ndio? Lakini hata nyinyi wanawake mnanichanganya sana huo. Kwani wewe haujui mtu anayekula vizuri na mtu ambaye analala pazuri? Mtiifu ameisha mwili kabisa, ishara wazi kwamba ana maisha magumu. Eti ameisha mwili. Kwako wewe ndio umeona ameisha mwili, lakini kwangu mimi yuko sikupendi na sikuhitaji na kuchukia Sefu wewe. Inachokuchekesha kitu gani? Nachekesha hapa. Acha nikupatie taarifa ambazo labda wewe haujazijua. Huyo Mtiifu ambaye wewe unamuona ni mfalme, sijui ndo kila kitu kwenye maisha yako. Kwa macho yangu ya nyama, Mtiifu na mwanamke amemshika mkono, tena mwanamke wa Kihindi.